Chadema kimetoka kuwa chama cha siasa, limekuwa ni kundi la wanaharakati, wanaendeshwa na remote. Yaani anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya Heche, anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya yule nani yule, huyu nani huyu, huyo Sugu sijui, chochote wanachosema wale wanaharakati ndio hao viongozi wametekwa humo, wanafanya hayo mambo. Sasa hiki sio chama cha siasa, ni kigenge na kikundi ambacho kimepoteza focus. Mimi ni waombe ndugu zetu wa Chadema warudi kufanya siasa za kistaarabu. Tunapenda ushindani ambao una tija, tusifanye ushindani ambao hauna tija. Lakini tufanye ushindani wa kuijenga nchi, sio kuibomoa nchi. Tufanye ushindani wa kuunganisha Watanzania, sio kuwatenga Watanzania. Lakini tusitumie harakati kuharibu nchi alafu tutumie fursa hiyo kujijenga kisiasa. Hiyo ni dhambi na sio jambo zuri. Kwa hiyo wenzetu tunawataka tufanye siasa za kistaarabu, na ndio maana kuthibitisha hilo mimi bado nasisitiza waandishi wa habari, nisaidieni kuniitia Heche, Sugu, Lema, Boniai na wahitaji kwenye mdahalo. Wao wawe wote, mimi peke yangu. Nataka tukae mezani. Bado ninawaomba sana na Watanzania wanisikie kwamba na wahitaji niwaeleze CCM imefanya nini, na wao wakosoe na niwape data na majibu na takwimu, kwa sababu najua pale hakuna mtu anayejua chochote. Waje tukae tuzungumze. Amani ya nchi yetu na utulivu ndio maendeleo yetu, na nyinyi mnaweza mkawa ni mashahidi. Bila amani hata humu ndani tusingekaa. Bila utulivu hizi kamera zisingekuwepo. Bila nchi kuwa na misingi ya amani pengine tusingekuwa tunazungumza. Sasa ni wajibu wetu kila mmoja, kila Mtanzania kuhakikisha tunalinda amani na utulivu. Lakini la pili, tuipende nchi yetu. Hatuna taifa lingine zaidi ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Kwa hiyo Watanzania watambue kwamba Tanzania hii hatuna ardhi nyingine. Mungu ametupa ardhi hii, mwenye wajibu wa kuilinda ardhi hii ni Mtanzania mwenyewe. Hakuna mgeni ataipenda nchi yetu au mwanaharakati ataipenda Tanzania tofauti na sisi Watanzania wenyewe. Hivyo kama chama tunaomba Watanzania na makundi yote tushikamane kuhakikisha upendo kwa taifa letu inakuwa ni kipaumbele chetu cha kwanza. Lakini katika majukwaa ya siasa ambayo yanahamasisha maandamano na vurugu, hasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mimi niseme maandamano huwa hayana faida. Maandamano mengi yamekuwa na hasara nyingi, yameleta vurugu nyingi ambazo wahanga ni watu wa kawaida. Huwezi kuona mtoto wa mwanasiasa yoyote au ndugu yake yoyote anapata shida katika vurugu za maandamano. Wanaopata shida ni watu wa kawaida na wengine ambao hawahusiki hata na mambo ya siasa. Sasa nitoe rai kwa wanasiasa, tuhubiri upendo, umoja, haki na mshikamano. Tusihubiri uvunjifu wa amani, kwa sababu amani inapotoweka vurugu ni kubwa. Kwa hiyo maandamano yenye viashiria vya uvunjifu wa amani tuyakatae, kama haya ambayo wenzetu wa Chadema wanataka kuyafanya. Na jambo lingine, nitoe wito kwamba vijana na Watanzania tuandamane kutafuta fedha, tuandamane kujenga uchumi, tuandamane kufanya biashara. Kama ni bodaboda, andamana kuendesha bodaboda. Kama ni mkulima, andamana kulima. Pata uchumi, peleka nyumbani, lea familia yako, wakufurahie baba, kwamba tuna baba bora ambaye anatutunza vizuri. Lakini kufanya maandamano ambayo yataleta shida kwenye familia, yataleta shida kwenye taifa, maana yake hapa kuna Watanzania ambao hatuwatendei haki. Lakini maandamano yanapotokea ya uvunjifu wa amani, madhara yake kuja kuyarekebisha ni makubwa sana. Hivyo ni waombe sana na waandishi wa habari, ujumbe huu ufike kwamba tunahitaji Tanzania yenye utulivu, Tanzania yenye ujenzi wa hoja, Tanzania yenye umoja, yenye upendo, yenye mshikamano, ili shughuli ziweze kufanyika. Lakini mara zote nimekuwa nikisema, na leo nitarudia tena, kwamba wanaohamasisha fujo hata familia zao hazipo hapa. Na wapo baadhi ya viongozi, na nyinyi mnafahamu na Watanzania wanajua, kwamba familia zao zipo nje ya nchi. Watoto wao wanasomeshwa bure nje ya nchi, wanapewa chakula nje ya nchi. Na hawa wanasiasa waliopo hapa nchini wanalipwa kwa kufanya vurugu ndani ya mataifa yetu ya Afrika. Sasa unajiuliza, ni kwa maslahi ya nani? Ni maslahi binafsi, sio maslahi ya nchi yetu. Hivyo tutoe wito kwa Watanzania kwamba wazazi na walezi walinde watoto wao,
wa elimu. Kwa hiyo chama hiki bado kiko imara na kitaendelea kulinda utulivu wa nchi yetu, na tutaendelea kushirikiana na vyama vyote, na tutaendelea kuhubiri amani kama msingi wa maendeleo yetu. Hivyo ni waombe waandishi wa habari tuzidi kuandika mambo mema na mazuri kwa ajili ya taifa letu, ili tuwe na Tanzania bora, Tanzania salama, Tanzania yenye upendo, yenye umoja na mshikamano. Na natafuta siku kwa kweli niende nikanywe chai na ndugu Heche, tukae tuzungumze, tunywe chai wawili, tuzungumze kama wanasiasa kwa ajili ya mustakabali mwema wa chama chetu. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, kwa heshima kubwa niwashukuru sana, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuzidi kushirikiana katika kuitenda kazi hii, na tuzidi kushirikiana katika kulinda maadili na taifa letu kwa ujumla. Nawashukuru, itoshe kusema asanteni sana. Nawashukuru sana.